Praise the name of our Lord Jesus Christ. Ibada ya Mandi tulikuwa tunaongelea kuhusu mavazi. Na tukasoma kitabu cha Mathayo chapter number 22. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Sasa katika kitabu cha Mathayo 22 tukianzia verse number 1, Biblia inasema ya kwamba Yesu akajibu akawaambia tena kwa methali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme moja aliyemfanyia mwanawe harusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watu kwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa, na vyote vimekuwa tayari, njooni harusini. Verse number 5. Lakini hawakujali, wakaenda zao, moja shambani kwake, moja kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akaghadhabika, akapeleka majeshi yake akawaangamiza. Verse number 8. Akawaangamiza wale wauaji, akauteketeza mji wao. Verse number 8. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi hii tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni katika njia panda za barabara, na wote muonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Verse number 11, kwa maana hapa ndio ibada inatokea. Hii injili inatokea hapa. Verse number 11, narudia tena. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe una vazi la harusi? Naye akatekwa. Mfalme akawaambia watumishi wake, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga harusi. Sasa katika hii maandiko ambayo nimesoma, Biblia inatuambia kwamba kuna mfalme mmoja aliandalia mwanawe harusi. Sasa elewa, huyo mfalme ambao wanaongea habari zake, ambaye aliandalia mwanawe harusi, ni Mungu mwenyewe. Ndio aliandalia mwanawe harusi. Mwanawe ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Yeye ndiye mwana wa Mungu. Yeye ndiye mwana wa Mungu. Kitabu gani mhubiri? Kitabu cha Warumi 1 mstari wa 4, wa 3 na wa 4. Kitabu cha Warumi ni Romans. Kitabu cha Warumi 1, kitabu cha Warumi 1 kuanzia 3 mpaka 4. Biblia inatuambia, wacha tuanzie 2, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi. Acha nianzie 1. Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa ahubiri injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, yaani Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hivyo wakati ambapo Biblia inasema ya kwamba huyu mfalme aliandalia mwanawe harusi, sasa leo ya kwamba ule mwanawe ambao wanaongea habari zake hapa ni Yesu Kristo. Huyo ndiye mwana wa Mungu. Kwa maana Biblia imetuambia
kwenye kitabu ambacho tumesoma, kitabu cha Warumi kuanzia 1 mpaka mstari wa 5, ya kwamba kumbe hii Biblia yote ambayo tunasomanga hii inakuanga ni habari za Yesu Kristo. Hiyo ni verse number, wacha tusome 2 na 3, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe. Kumbe maandiko matakatifu ni habari za Yesu Kristo, na hii Biblia mzima inaitangwa maandiko matakatifu, Holy Scripture. Mbona inaitwa Holy Scripture ama mbona inaitwa maandiko matakatifu? Kwa sababu hii Biblia yote inaongeanga habari za Yesu Kristo, na huyu Yesu Kristo yeye ndiye mwana wa Mungu, yeye ndiye mwana wa Mungu. Hapo tumeshaelewa yule mfalme ambaye alikuwa anaongea habari zake ni Mungu mwenyewe, na huyu mwana ambaye anaongea habari zake ni Yesu Kristo. Sasa Biblia inasema venye tumesoma, wakati mfalme aliandalia mwanawe harusi na akaita wageni, akaambia watumishi wake, enendeni mkaite wageni ili nyumba yangu ijae. Sasa venye watumishi wake walienda kuita watu, elewa watumishi wa Mungu ni sisi manabii na mitume, hao ndo watumishi wa Mungu. Sasa wakatumwa, endeni muite watu kwa harusi. Biblia inasema watu waliitwa, wengine wakakataa kukuja, wengine wakaenda kwa mashamba zao, wengine wakaenda shughuli zao, hawakujali. Lakini Mungu naye anataka watu waende kwa ile harusi na hiyo nyumba ijae. Tena katuma watu, endeni mkaitane. Haya, watumishi wakaenda kwa njia panda, wakatafuta watu wote wema kwa uovu, wakaita nyumba ikajaa. Sasa hii verse number 11 ndo kuna uzito. Biblia inasema, lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Kwa hivyo katika harusi ya mwana kondoo ama katika harusi ya mwana wa Mungu ni lazima kila mtu avae vazi la harusi. Ni lazima mimi nivae vazi la harusi, ni lazima wewe uvae vazi la harusi, ndio utaweza kuingia katika ile harusi. Hiyo ndio tikiti ya kuingia katika ile harusi. Lakini sasa shida ni kwamba katika ile harusi, wale wageni ambao walialikwa, kuna mtu mmoja alionekana hajavaa vazi la harusi. Na mfalme akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe una vazi la harusi? Uliingiaje hapa na gani? Kwa hii harusi uliingia namna gani na una vazi la harusi? Uliingiaje? Mungu anashangaa, huyu jamaa ameingia aje hapa na ana vazi la harusi? Kwa hivyo Mungu akaamuru huyu mtu ashikwe, afungwe mkono na mguu na tupwe nje katika giza kuu ambapo kuna kulia na kusiaga meno. Sasa nimewambia katika harusi ya mwana wa Mungu lazima watu wavae vazi la harusi. Usipovaa vazi la harusi, ole wako. Ole wako. Ole wako usipovaa vazi la harusi. Kwa hivyo ni lazima uvae vazi la harusi. Ni lazima. Nimewambia ya kwamba harusi ya mwana kondoo itakufanyika. Na mjue ya kwamba hiyo harusi ni ukweli itakuja kufanyika. Na sisi ndio wageni ambao wamealikwa kwa hiyo harusi. Mimi na wewe tumealikwa katika hiyo harusi. Na hiyo harusi tumeambiwa ya kwamba ni ya mwana wa Mungu. So inamaanisha ya kwamba huyo mwana wa Mungu yeye ndio bwana harusi. Yeye ndio bride groom. He is the bridegroom. Na kama yeye ni bridegroom, sisi ni akina nani sisi? Sasa sisi ndio wale wageni ambao wamealikwa. Sisi ndio wale the guests, wale wageni ambao wamealikwa. Ndio maana kitabu cha Matthew chapter number 9 verse number 14 to 15. The book of Matthew 9:14 to 15. The Bible says, then John's disciple came and asked Jesus, how is it that we and the Pharisees often fast, but your disciples do not fast? Jesus answered, how can the guests of the bridegroom mourn while he is with them? Kwa hivyo jua ya kwamba bridegroom ni Yesu Kristo, guest ni wale watu ambao wamealikwa.
wale watu ambao wamealikwa. Hao ndio wanaitwa guest. Wale watu ambao wamealikwa ni guest. Wale watu ambao bridegroom ni Yesu Kristo. Tumeona hapo hivyo. Wale ambao wamealikwa ni guests. Maana watu wamealikwa wengi. Sasa ujue kuna harusi huko ya mwana wa Mungu. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 19 verse number 7 inaelezea vizuri sana hii maandiko ambayo tunaguzia siku ya leo. Ufunuo wa Yohana 19 verse number 7 inaanza na kusema, na tufurahie, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Biblia inasema aje? Harusi ya mwana kondoo imekuja. Sasa huu mwana kondoo ambaye wanaongea habari zake ni Yesu Kristo. Kitabu gani? Kitabu cha John chapter 1 verse number 36. Yohana 1:36. Biblia inasema ya kwamba akamtazama Yesu, ni Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji akamtazama Yesu akitembea. Akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Kwa hivyo wakati ambapo Yohana Mbatizaji aliona Yesu Kristo akitembea, aliambia watu, tazameni, tazama mwana kondoo wa Mungu. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye mwana kondoo wa Mungu. Kwa hivyo hapo wakati Biblia inasema tufurahie, tushangilie, tumpe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. Sasa leo huyo mwana kondoo ambao anaongea habari zake ni Yesu Kristo. Na mkewe amejiweka tayari. Sasa ujue na huyu Yesu Kristo pia ako na mke. Huyu mwana kondoo pia ako na mke. Kwani mke wa mwana kondoo ni nani? Kwani mwana kondoo ako na mke? Wacha tujue leo kama mwana kondoo ako na mke, kama Yesu Kristo ako na mke. Kitabu cha Wakorintho wa pili 11 mstari wa 2. Wakorintho wa pili 11 mstari wa 12, mstari wa 2. Biblia inasema, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume moja, ili nimletee Kristo bikira safi. Kwa hivyo jua ya kwamba mume ni Yesu Kristo, bikira safi ni sisi. Sisi ndiye bikira wa Yesu Kristo. Sisi ndiyo mke wa Yesu Kristo. Sisi ndiye bikira, the virgin, bikira. Kizungu inasema, for I am jealous over you with a godly jealousy, for I have espoused you to one husband. You ni mimi na wewe, ndio Biblia inaongea. For I have espoused you to one husband, that I may present you. Huyo anaongea kuhusu sisi, mimi na wewe, so that I may present you as a chaste virgin to Christ. Kwa hivyo sisi ndiye mke wa Kristo. Sisi ndio virgin wa Christ. Sisi ndio mke wa Kristo. Kwa hivyo jue Kristo ndiye yako na mke. Sasa pale Revelation tumesoma 19:7, tufurahie, tushangilie, tumpe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Kwa hivyo hapo umejua ya kwamba mwana kondoo ni Yesu. Mke wa mwana kondoo ni sisi. Verse number 8. Naye amepewa kuvikwa kitani kizuri ing'aayo safi. Kwa hivyo na mke wa mwana kondoo, ile siku ya harusi ni lazima avae nguo safi. Lazima avae nguo safi. Lazima kuwe na nguo safi ing'arayo. Maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. So Biblia inasema ya kwamba ile nguo safi ambayo mke wa mwana kondoo atavaa ile siku ya harusi, hiyo nguo inasimamia matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hivyo in short, kwa Biblia mavazi inamaanisha matendo, nguo inamaanisha matendo. Kwa hivyo kama nguo ni safi, ujue hiyo ni matendo safi. Kama nguo ni chafu, hiyo ni matendo machafu. Kwa Kizungu Biblia inasema hapo kwa 8, and to grant
And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Kwa hivyo juu ile the fine linen, ile nguo ambayo ni white na ni clean, hiyo yenye bibi harusi amevaa inasimamia matendo masafi ama matendo matakatifu ya watu watakatifu. Kwa hivyo kwa Biblia ujue nguo inasimamianga matendo. Nguo inamaanisha matendo. Ndio umeona kitabu cha Isaiah 64:6. Isaiah 64:6 inasema, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Kwa hivyo kama wewe ni mtu mchafu, ujue ya kwamba mavazi yenye umevaa ni chafu, kwa maana mavazi inasimamia matendo. Kwa hivyo wakati matendo yako ni chafu, ujue ile nguo yako inakuwa chafu, ile nguo yako ya harusi inakuwa chafu. Kama uko na matendo maovu, ujue ya kwamba na nguo vazi lako la harusi ni chafu, na hiyo vazi hauwezi kaenda nayo kwa harusi ya mwana kondoo. Kwa maana harusi ya mwana kondoo kila mtu anafaa avae vazi la harusi, vazi ambayo ni white and clean, vazi ambayo ni safi kabisa. Yaani matendo yetu inafaa ikue safi ile siku ya harusi ya mwana kondoo. Hivyo ndio Biblia inamaanisha ya kwamba ile siku matendo yetu yanafaa kukua masafi. Sasa yule mtu ambaye alionekana kama ana vazi la harusi, inamaanisha mtu hakuwa na matendo mazuri. Huyo alikuwa ni mtu muovu. Ndio maana alikuwa amevaa, yani alikuwa amevaa mavazi machafu, sio mavazi ya harusi. Ndio maana mfalme anamuuliza, rafiki, uliingiaje hapa? Uliingiaje hapa? Kwa sababu yeye ndiye ana vazi la harusi, yako na yeye ni muovu. Ndio maana ana vazi la harusi, hako na mavazi machafu. So kwa Biblia ujue matendo, yani vazi ama mavazi inasimamia matendo. Vazi safi ni matendo ya haki ama ni matendo mazuri. Vazi chafu ni matendo maovu. Matendo, mjue mavazi ni matendo. Mavazi ni matendo. Ndio mjue kwamba kama mavazi ni matendo, ndio maana unaona kama mavazi yako ni machafu na wewe ni Mkristo, yani matendo yako ni machafu. Nimekwambia mavazi ni matendo. Kwa hivyo wewe ambaye umeokoka, in short na kwanga ni hivi, wakati ambapo wewe unampokea Yesu Kristo, ujuengo unavalishwa mavazi mapya. Unavalishwa mavazi mapya. Mavazi masafi. Si mavazi ya kimwili, ni mavazi ya kiroho. Si mavazi ya kimwili. Na hiyo mavazi ni gani? Kitabu cha Wagalatia 3 mstari wa 27. Bible inasema, maana nyinyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Kwa hivyo jua ya kwamba Yesu Kristo ndio mavazi yetu. Kwa hivyo wakati ambapo unaokoka, ujuange ya kwamba ile mavazi yako ambayo ulikuwa nayo chafu, zile maovu, wanga zinatolewa zote. Zikishatolewa, unavalishwa Yesu Kristo. Yesu anakuwa mavazi. Yesu Kristo anakuwa mavazi. Ndio maana kitabu cha Warumi 13:14 Biblia inasema, bali mvaheni Bwana Yesu Kristo, wala msiangalie mwili tena na hata kuwasha tamaa zake. Yesu Kristo ndiye mavazi. Yeye ndio mavazi matakatifu, mavazi safi. Yeye ndio mavazi yetu. Kwa hivyo sisi ambao tumeokoka tunamvaanga Yesu Kristo. Sasa wakati ambapo vazi lako limechafuka, yani wewe umeokoka lakini maovu pia ndio yameanza kukuingilia, yameanza kufanya maovu, yani unatenda dhambi, inamaanisha kwamba vazi lako limeanza kukua chafu. Na hiyo vazi lako likikuwa chafu, kuoshwa haiwezi oshwa na sabuni na omo, inaoshwa tu kwa damu ya mwana kondoo. Mavazi ya kiroho inaoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Yaani matendo inaoshwa, matendo maovu inaoshwa kwa damu ya mwana kondoo.
Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 7:13. Bible inasema, akanijibu mmoja wa wale wazee akaniambia, watu waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Verse number 14. Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu, na wamefua mavazi yao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo Wakristo wenzangu, vazi letu likichafuka tunalifua kwa damu ya mwana kondoo. Yaani tukitenda matendo maovu, ni damu ya mwana kondoo ndio inatusafisha. Hivyo ndio in short Biblia inatuambia. Tukitenda dhambi kama Wakristo, tukitenda dhambi, ujue ya kwamba ni damu ya Yesu Kristo peke yake ndio inatusafisha. Hiyo tunatusafisha vazi letu. Kutenda dhambi ni kuchafua vazi lako la harusi. Na hiyo vazi likichafuka, ni damu ya mwana kondoo tu ndio inaweza kaisafisha. Damu ya Yesu Kristo. Ndio nasikia Biblia inasema, watu wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo ujue ni Yesu Kristo ndio dawa ya dhambi. Yeye anatusafisha dhambi. Hizi nguo zetu za white za harusi ni yeye tu anaweza kuzisafisha zikichafuka. Kwa nini mhubiri? Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 1 kuanzia 4. Biblia inasema, Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyekuwako, yeye aliyoko na aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Sasa point ndio hii. Verse number 5 hapo. Yesu Kristo shahidi mwaminifu, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Kwa hivyo nimewambia mavazi chafu inasimamia matendo machafu, yani dhambi. Na hizo dhambi ambaye anaweza kaziosha ni Yesu Kristo, na anaziosha kwa damu yake. Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake. Ujue dhambi zetu zinaoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Dhambi zetu zinaoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Tujuange hiyo. Dhambi zetu zinaoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Sasa kuna wale watu ambayo wako na mzaa tu. Wale watu ambao wameokoka lakini hao saa yote ni kubackslide, kurudi nyuma, kutenda maovu. Hao watu Mungu anawaona. Yaani Mungu anawapea onyo ya kwamba wakae kwenye njia, waache mchezo ya leo kwa Mungu, kesho kwa shetani. Wachague mahali pamoja, wakae kwa Kristo. Hiyo ni kitabu cha Petero wa 2:20. Biblia inasema, kwa maana wale waliokusha kuyakimbia machafu ya dunia hii kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Kwa hivyo ukijuanga tu Yesu Kristo na umjue kama Mwokozi na uokoke, point number 1, unakuanga umekimbia uchafu wa dunia hii. Yaani unakuanga umekimbia dhambi za hii dunia. Kujua Yesu Kristo ni kukimbia dhambi. Hiyo ndio meaning ya kujua Yesu Kristo kwa Biblia. Kujua Yesu ni kukimbia dhambi, yaani kukimbia uchafu. Sasa Biblia inasema, kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kama wakinasi wataenda na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa hivyo wakati ambapo umeokoka na umeanza kuleta mchezo, wewe unakurudi nyuma, unarudi nyuma mzaa, ile hali yako ya mwisho itakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Utaribika bwana. Hali yako ya mwisho itakuwa mbaya kuliko venye ulikuwa kama hujaokoka. Wakati umeokoka na unaleta mzaa, umerudi kwa dhambi, umerudi kwa tamaa za dunia, umerudi kwa uchafu wa dunia, hali yako ya mwisho ujue itakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa maana unachafua vazi lako. Unapata Yesu Kristo kazi ngumu ya kufua mavazi yako. Yesu si mamafua. Eti anafua na wewe unachafua na fua naye anachafua. Yeye anafuanga mara moja. Yaani muosho moja tu na vazi linakuwa safi. Si saa yote yeye anafuanga. Hapana. Yesu Kristo anafua vazi mara moja.
Sio saa yote tu ni Yesu Kristo afue. Hapana. Sasa Biblia inaendelea kusema, maana ingekuwa heri kwao kama wasingelijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu aliyopewa. Yaani kama unajuanga tu hakuna backside utaleta mzaa kwa wokovu. Biblia inasema hata ni heri vile ulikuwa hujajua Yesu kuliko kumjua na uache mchezo na ulete mchezo. Biblia inasema verse number 22, lakini imetokea kwao sawasawa na ile methali ya kweli, mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugagaa matopeni. Yaani unapea Yesu kazi ngumu sana. Wewe umekuwa ni kama nguruwe. Unaoshwa unarudi kwa matope. Unaoshwa unarudi kwa matope. Kwa hiyo unafikiria Yesu Kristo atachoka? Wewe saa hizi niambie, wewe unaoshanga mtu na anarudi kwa matope. Unamuosha kidogo amesharudi. Hautachoka na huyo mtu. Unamuosha anarudi kwa matope. Si utachoka na wewe, mwambie kaa kwa matope basi. Sasa tujue kama unatenda dhambi na umeokoka, unapea Yesu Kristo kazi ngumu. Anakuosha na unarudi kwa matope. Hatakuacha. Kwa hivyo nimekuambia ya kwamba mavazi nasimamia matendo. Mavazi safi, matendo safi. Mavazi chafu, matendo chafu. Ndio maana kila saa kwa Biblia ukisoma unaambiwanga vueni matendo ya giza. Kwa maana ni nguo. Matendo ya giza ni nguo chafu, ndio mnaambiwa vue. Vua uongo, kwa maana ni nguo unavaa. Ni nguo chafu. Vua uvae Yesu ambaye ni nguo safi. Vua nguo chafu, uvae nguo safi. Vua matendo maovu, uvae matendo mema. Maana matendo ni nguo. Kitabu cha Warumi 13:14. Usiku umeendelea sana na mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Nuru ni Yesu Kristo. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu, umejua hiyo. Sasa silaha zake ni tuvae roho wake. Roho wake mavazi. Tuvue matendo ya giza, tuvae silaha za nuru. Kwa hivyo tuvue. Kitabu cha Efeso 4:25 Biblia inasema, basi vueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake. Kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Unaambiwa vua uongo, maana uongo ni vazi chafu. Vua uongo, uvae ukweli ambao ni vazi safi. Mbao ni vazi la harusi. Vua uongo. Sasa hivyo ndivyo Biblia iko. Tujue ya kwamba matendo yaani mavazi inasimamia matendo. Mavazi safi, matendo safi. Mavazi chafu, matendo chafu. Be blessed in the mighty name of Jesus Christ.